Katika mwili wako ambao Mungu amekuzawadia, amekupa zawadi, hivi ni kitu gani ambacho huwa unauza kwenye mwili wako? Kwa sababu Mungu amekupa vitu vingi sana vya kuuza kwenye mwili wako. Sasa unaweza usinielewe kwa nini namaanisha hivi. Watu wengi sana Mungu amewapa vitu kwenye mwili wao ambavyo ni zawadi ya kudumu. Sasa wengine wamekuwa wanavitumia vibaya. Kwa mfano, nikianza na baadhi ya watu wamekuwa wanauza sehemu zao za mwili ili kujipatia fedha. Sasa ukija kuangalia ni kwamba mtu akiwa anauza viungo vyake vya mwili kujipatia fedha, ni anakuwa anajizalilisha, hasa sehemu za siri. Sasa hiyo ni hatari sana. Sasa mimi nataka nikupe faida ya vitu ambavyo unaweza kuviuza kwenye mwili wako na vikakupatia fedha. Kitu cha kwanza kabisa, utajiri ambao ni utajiri namba 1 kwenye mwili wa binadamu, au kiungo namba 1 au bidhaa namba 1 ambao unaweza kuiuza kwenye mwili wako ni ubongo. Kwenye ubongo kunazaliwa mawazo, kunazaliwa idea mbalimbali, ndoto mbalimbali ambazo watu wanakuwa nazo. Kwa hiyo sasa ukiweza kutumia ubongo wako vizuri, ukachakata mawazo yako vizuri, na mimi unaweza kuwauzia watu mawazo yako vizuri. Usihangaike na kuuza sehemu za chini ili ujipatie kipato. Kipato kinapatikana kwenye mawazo mazuri ya kuweza kukujengea future ya mbeleni. Lakini ukiwaza kuuza sehemu za siri, sehemu za chini, hapo tunasema unakuwa hauna future. Zela hizi, you are nothing. Sasa ambacho nataka ni kuambia kwamba uza mawazo ya kichwa chako kwenye ubongo wako. Pia unaweza kuuza mikono yako. Unauzaje mikono yako? Mikono yako inafanya kazi, na ndio maana kuna ile sala tunasema kwamba Mungu, bariki kazi ya mikono yangu. Mungu akikubariki kazi ya mikono yako, naamini mikono itakuletea riziki. Kitu cha 3, uza miguu yako. Tunauzaje miguu yetu? Kuna sala moja hivi inasema kwamba Mungu awe pamoja nami pale nitembeapo, nikanyagapo, nitakapopita, Mungu awe pamoja nawe. Sasa hiyo nataka niweke kiundani zaidi kwamba kuna mfano tunasema kwamba hivi, riziki ya mbwa iko miguuni pake. Sasa huo mfano uchukue kwamba ili uweze kupata riziki ipo miguuni mwako. Kwa sababu kuna ile msemo mmoja wa wengi wanasema mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Utakavyokuwa unatembea kutumia miguu yako ambayo Mungu amekupa, kuna faida kubwa ya kuweza kukutana na fursa tofauti na ukikaa. Wewe Mungu amekupa zawadi ya miguu, lakini hiyo miguu yako umeikalisha tu nyumbani. Amka, tembea, ukakutana na fursa, ukatembee na watu, ukakutane na watu, sio kukaa tu. Hiyo ni moja ya kitu ambacho ni faida muhimu sana. Kuna pia kitu kingine, afya yako. Tunasema uza afya yako. Nikisema uza afya yako, simaanishi kwamba uuze afya yako uchezee kwa kutumia vitu ambavyo
kupotezea maisha yako, kupotezea umri wako, hapana. Ninavyomaanisha kwamba uza mwili wako ni kwamba hivi. Cha kwanza kabisa tukisema uza mwili wako, tunza afya yako, kwa sababu afya ni mtaji mkubwa sana kwa kila mtu ili aweze kufanya mambo yake. Afya ni mtaji mkubwa sana. Ni mkubwa sana sana sana. Sasa ukitunza afya yako vizuri, mimi naamini kwamba itaweza kufanya uweze kusurvive, ufanye mambo yako vizuri pasipo kuletea shida yoyote hivi. Sasa vijana wengi kwa mfano kama hii karne ya 21 hivi, sana sana wanasema watoto wa 2000 hawa, wamekuwa wanajiingiza sana, watoto waliozaliwa karne ya 21. Sasa sisi tuliozaliwa karne ya 20, wengi wetu tunauelewa kidogo kuhusiana na swala kutunza afya zetu. Sasa wale sana sana wale watoto waliozaliwa karne ya 21, watoto wa 2000, wamekuwa wanachezea afya zao kwa kujichanganya, kutumia madawa, kwa kujichanganya, kufanya uasherati. Sasa wamekuwa hawaelewi kitu kama hicho, kwa sababu ukiwa unafanya vitu kama hivyo unakuwa unajihatarisha afya yako. Sasa moja ya kitu ambacho ni muhimu sana ni kwamba hivi, hakikisha unaitunza afya yako. Usijichanganye kwenye madawa, usijichanganye kutumia vileo ambavyo vitenda kuhatarisha maisha yako ya baadaye, kwa sababu ukishindwa kutunza afya yako, bro, yani you are the nothing. You have no future. Future ndo kitu ambacho kinatupeleka mbele. Future ndo kitu pekee kinachotufanya tuweze kuishi miaka mingi sana. Ukiweza kuishi kwenye mawazo yenye future, mimi nakwambia lazima ufike mbali sana. Hakikisha afya yako unaipeleka kwenye future. Hakikisha afya yako unaielekeza kwenye future ya baadaye, kwamba nitakuja kuishi vipi hapo baadaye, nitakuja kufundisha nini wale ambao watakuwa wamezaliwa kizazi cha baadaye, nitaacha nini kwa watu wa kizazi cha baadaye. Hakikisha unatunza afya yako vizuri kwa ajili ya future. Afya ni muhimu sana. Usisahau kuilinda, usisahau kupima, usisahau kuchukua tahadhari zote zile za kiafya. Usiwe mbaili sana unapokuwa unakutana na matatizo ya kiafya. Kujitibia, jitibu. Afya ni kitu cha muhimu sana. Nimeweza kulizungumzia swala la afya kiundani zaidi. Naamini ili swala la afya utakuwa umelielewa. Kwa hiyo afya hivyo ni kitu ambacho ni muhimu.